من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma baada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tutaendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu fadhila za kufunga siku sita za Shawwal kwa Waislamu. Dada zangu katika iman, mwezi wa Shawwal uliitwa Waghil kabla ya Uislamu. Kisha kalenda ya Hijri ikaja wakati wa utawala wa khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, na ikapitishwa wakati huo kama kalenda iliyopangwa kwa ajili ya kuhesabu miaka na siku, ingawa ilitumika kabla ya Uislamu, lakini haikupangwa katika matumizi yake. Kwa mujibu wa nyota ukaitwa Shawwal na ukawa ni mwezi wa 10 katika mwaka wa Hijri kwa mpangilio wake, ambao huja baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa mpangilio, na siku yake ya kwanza huambatana na Eidul Fitr iliyobarikiwa kwa Waislamu kila mwaka. Dada zangu katika iman, matukio mengi ya Kiislamu yalitokea katika mwezi wa Shawwal, kama vile ndoa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Aisha binti Abi Bakar Siddiq radhiallahu anhuma, na hii ilikuwa katika mwaka wa kwanza wa Hijra. Miongoni pia mwa matukio ya Kiislamu yaliyotokea katika mwezi huu mtukufu wa Shawwal ni vita vya Bani Salim huko Al-Qudr na vita vya Bani Qainuqa na msafara wa Salim bin Umair kumuua Abu Afak na njama iliyofanywa na Umair bin Wahab na Sufyan bin Umayya kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ilikuwa katika mwaka wa pili wa Hijra, na kadhalika vita vya Uhud na kuuawa shahid kwa Hamza bin Abdul Muttalib radhiallahu anhu, na vita vya Hamra al-Asad katika mwaka wa tatu. Dada zangu wa Hijra, dada zangu katika iman, ameelezea Ibn Manzur kuhusu jina hili la Shawwal kwamba ni mojawapo ya majina yaliyojulikana sana ya miezi hiyo, kama jina la mwezi unaofuata Ramadhan, na ni mwezi wa kwanza wa Hijra. Dada zangu katika imani, ilisemwa kuwa Shawwal iliitwa kwa jina la maziwa ya ngamia, ambayo ni kugeuka kwake na kuondoka kwake, na hiyo ndiyo hali ya ngamia wakati wa joto, huongezeka na ubaridi huisha. Waarabu, dada zangu katika imani, katika zama za jahilia walikuwa wakiona kuwa hali hiyo ni ishara mbaya kufunga ndoa katika hali hiyo, katika msimu huo wa Shawwal, na walikuwa wakiitikadi ya kwamba mwanamke aliyeolewa angemkataa mume wake kama ngamia alivyokataa kujamiana au jimaa anapokuwa na mimba na kuinua mkia wake. Kwa hivyo, dada zangu katika iman, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondosha desturi hiyo ya Waarabu mbaya. Kutoka kwa Aisha radhiallahu anha alisema, Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na familia yake, Allah awape amani, alinioa mimi huko Shawwal na akafunga ndoa nami huko Shawwal. Katika hiyo Shawwal ni mke gani, dada zangu katika imani, anaendelea kusema Aisha, ni mke gani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyependelewa zaidi kuliko mimi? Haya yamesimuliwa na Imam Muslim, na Imam An-Nawawi Allah amrehemu alisema katika ufafanuzi wake kuhusu Sahih Muslim, kuhusu hadithi hii katika Sahih Muslim juzi ya 9 ukurasa wa 209, baada ya kutaja hadithi hii, katika hadithi hiyo kukanusha ilikuwa ni kukanusha desturi sababu ya Aisha
kuzungumzia mambo na ndoa yake ilikuwa ni kukanusha desturi ya Uislamu na dhana yani potovu iliyoshikiliwa, yani ilikuwa ni kukanusha desturi ya kabla ya Uislamu na dhana potofu iliyoshikiliwa na baadhi ya watu leo kuhusu kuchukia ndoa na kukamilika kwa Shawwal. Dada zangu katika imani, umuhimu na fadhila ya ndoa, yaani mwezi wa Shawwal katika Uislamu ni mojawapo wa miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitenga kwa ajili ya matendo maalum ya ibada kama vile kufunga siku 6 za Shawwal. Pia ni mwezi wa kwanza wa hija kwa yule anayetaka kufanya ibada ya haj katika mwezi wa Shawwal. Dada zangu katika imani, kufunga siku 6 za Shawwal baada ya mwisho wa Ramadhan kunachukuliwa na wasomi wengi ikiwemo Ibn Qudama katika kitabu cha Al-Mughni kuwa ni kitendo kinachopendekezwa kulingana na kile ambacho Imam Muslim alisimuliwa kutoka kwa sahaba Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, man soma ramadhana thumma atba'ahu sita min Shawwal kana kasiyamu dahr, yani yeyote anayefunga Ramadhan kisha akaifuatanisha na siku 6 za Shawwal ni kama amefunga mwaka mzima. Haya yamesimuliwa na Imam Ahmad katika juzi ya 5 ukurasa wa 417 na kadhalika yamesimuliwa na Imam Muslim katika juzi ya 2 ukurasa wa 822 na ikasimuliwa na Abu Daud na ni hadithi nambari 2433 na At-Tirmidhi na ni hadithi nambari 1164. Dada zangu katika imani, thawabu ya kufunga katika mwezi wa Shawwal kwa siku hizi pamoja na kufunga mwezi wa Ramadhan ni kama thawabu ya mtu aliyefunga maisha yake yote. Hii inaweza kuelezwa na ukweli kwamba tendo jema ni sawa na mara 10 ya thamani yake. Siku 30 dada zangu katika imani za Ramadhan ni sawa na kufunga siku 300 za mwaka, na kufunga siku 6 za Shawwal ni sawa na kufunga siku 60. Kwa hivyo jumla ni siku 360 ambayo idadi ya siku za mwaka ambayo ni idadi ya siku za mwaka wa Hijri. Dada zangu katika iman, miongoni mwa fadhila ya kufunga siku 6 za Shawwal, kwanza kabisa ni kupata thawabu kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyosimuliwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana thumma atba'ahu sita min Shawwal kana kasiyamu dahr, yani yeyote anayefunga Ramadhan kisha akaifuatanisha na siku 6 za Shawwal ni kama amefunga mwaka mzima. Dada zangu katika iman, fadhila ya pili ya kufunga siku 6 za Shawwal ni yani kufutiwa dhambi yani ni kufuta dhambi inayoweza yani kutokea katika kitendo cha wajib na kukikamilisha. Haya yamethibitishwa dada zangu katika iman na kile kilichosimuliwa kutoka kwa sahaba Tamim al-Dari radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama salatuhu fa in akmalaha kutibat lahu na nafilatan fa in lam yakun akmalaha qala Allahu subhanahu limalaikatihi undhur hal tajiduna liabdi min tatawuin faakmilu biha ma dayaa min faridhatihi thumma tukhadhu al-a'malu ala hasbi dhalika. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, jambo la kwanza ambalo mja atawajibika nalo siku ya Kiyama ni swala yake. Ikiwa ameikamilisha itaandikwa kwa ajili yake kama kitendo cha ziada, na ikiwa haijakamilika Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika wake, angalieni muone kama mtapata yani matendo yoyote ya khiyari yani optional
kwa mja wangu na mkamilishe pamoja nayo yale yani aliyoyapuuza katika yani kitendo chake cha wajibu, kisha matendo yatachukuliwa kulingana na hilo. Haya yamesimuliwa dada zangu katika Iman na Abu Daud, na ni hadithi nambari 864 na ikasimuliwa na Albaihaqi, na ni hadithi 4169 na ikasimuliwa kadhalika na Alhakim na ni hadithi 965 na ikathibitishwa na Al-Albani katika Sahih Abu Daud katika hadithi nambari 810. Dada zangu katika iman, fadhila ya tatu ya kufunga siku sita ya Shawwal ni kumkurubisha au kuongeza ukaribu wa mja na Mola wake na kupata radhi na upendo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni kwa dalili ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kama alivyosimulia kutoka kwa Mola wake mtukufu, ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam yani amesema kuwa katika hadithi hiyo ambayo ni hadithi Qudsiyu, kwa mja wangu anaendelea kunikaribia kwa matendo ya ibada ya ziada hadi nitakapompenda. Yani Allah anasema mja wangu anaendelea kunikaribia kwa matendo ya ibada ya ziada hadi nitakapompenda. Ninapompenda mimi huwa sikio lake ambalo husikia nalo, na kuona kwake ambayo huona, na macho yake ambayo huona nayo, na mkono wake ambao hupiga nalo, na mguu wake ambao hutembea nayo. Dada zangu katika imani, fadhila ya ini ya kufunga siku sita za Shawwal ni kwamba kufunga ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye humlipa mja wake kama ilivyothibitishwa katika hadith katika Sahih al-Bukhari hadith nambari 1894 na Sahih Muslim katika hadith namba 1151 kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kullu amali ibni adam yudhaafu alhasanatu ashru amthaliha ila 700 dhifi. Qala Allahu azza wa jalla illa sawma fa innahu li ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yani alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila tendo la mwanadamu huzidishwa tendo jema, yani huzidishiwa tendo jema mara 10 hadi mara 700. Na Allah subhanahu wa ta'ala alisema, yani anasema isipokuwa saum, kwani ni kwa ajili yangu nami nitamlipa mja wangu. Yani anaacha matamanio, kwani anaacha matamanio yake na chakula chake kwa ajili yangu. Dada zangu katika imani, fadhila ya tano ya kufunga siku sita za Shawwal Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atauweka uso wa mja anayefunga siku sita za Shawwal, atauweka uso wake mbali na moto wa Jahannam. Haya yamesimuliwa kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ambaye alisema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yani alisema, ma min abdi yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm yani wajhahu anin nar 70 kharifan. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hakuna mja anayefunga siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atauweka mbali uso wake na moto kwa viali 70. Imepokewa haya na Al-Bukhari na ni hadithi nambari 2840 na kadhalika imepokewa na Imam Muslim na ni hadithi nambari 1153. Dada zangu katika iman, fadhila ya sita ya kufunga saum siku sita Shawwal
ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa mlango peponi kwa wale wanaofunga, na hakuna mtu mwingine atakayeingia kupitia mlango huo, kama ilivyoelezwa kutoka kwa Sahl bin Saad ambaye alisema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, inna fil janna baban yuqalu lahu arrayyan yadkhulu minhu swaimun yawma alqiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayrahum yuqalu aina swaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum faidha dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hakika peponi kuna mlango unaoitwa Ar-Rayyan ambao watu wanaofunga wataingia kupitia huo mlango siku ya Kiyama, na hakuna mtu mwingine atakaingia kupitia huo mlango, na itasemwa watu wanaofunga wako wapi? Kwa hivyo watasimama, na hakuna mtu mwingine atakayeingia mlango huo. Yani watakapoingia utafungwa. Dada zangu katika iman, fadhila ya saba ya kufunga saumu ya sita za mwezi wa Shawwal kadhalika ni kwamba saumu na Qur'an zitamwombea mja mwenye kushikamana nazo siku ya Kiyama, kama ilivyosimuliwa kutoka kwa Abdullahi ibn Amr radhiyallahu anhuma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyama yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar fashaffa'ni fihi qala fayushafa'ani. Yani anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa saumu na Qur'an itamwombea mtu siku ya Kiyama. Saumu itasema, e Mola, nilimzuia chakula na matamanio wakati wa mchana, kwa hivyo kubali maombezi yangu kwa ajili yake. Na Qur'an itasema, nilimzuia kulala usiku, kwa hivyo kubali maombezi yangu kwa ajili yake. Akasema kisha watamwombea. Dada zangu katika imani, miongoni pia tu mwa fadhila za kufunga siku sita za Shawwal ni kwamba kufunga siku sita za Shawwal na Shaban ni kama swala za ziada kabla na baada ya swala za wajib. Hivyo ni kufuta mapungufu ambayo huenda ulitokea katika saumu ya wajib ya Ramadhan kwa mja. Dada zangu katika iman, miongoni pia mafadhila za kufunga siku sita za Shawwal ni kwamba wale wanaofunga saumu ya Ramadhan hupokea thawabu zao kamili siku ya Eidul Fitri ambayo ni siku ya thawabu. Kwa hivyo kurudia kufunga baada ya Eidul Fitri ni ishara ya shukrani kwa neema hii. Hakuna neema kubwa kuliko msamaha wa dhambi kwa mja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama kuswali hadi miguu yake ikawa imevimba, na alipoulizwa ni kwa nini anafanya vile na ilhali ameshasamehewa dhambi zake zilizopita na zijazo, akasema, afala akuna abdan shakuran, je, ni kwa nini nisiwe mja mwenye kushukuru? Dada zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamuru sote kama waja wake kuonyesha shukrani kwa neema ya kufunga som Ramadhan na sita Shawwal kwa kumkumbuka yeye kupitia aina yani zingine za shukrani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Suratul Baqara aya ya 180 na 85, baada audhu billahi minash shaitani rajim, walitukmilu liddata walitukabbiru llaha ala ma hadakum walaalakum tashkurun. Na Mwenyezi Mungu amekubainishieni mwezi wa saum na amekuongezeni, yani amekuongoeni ili mpate kutimiza yani siku za kufunga, na mumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala kwa uongofu aliokuongoeni, na labda mtashukuru. Dada zangu katika imani, sehemu ya shukurani ya mja kwa Mola wake, dada zangu katika imani, ni kwa kumuwezesha
kufunga saumu ya Ramadhan na yani kumsaidia kufanya hivyo kwa kumsamehe dhambi zake, kadhalika na kufunga saumu siku sita kama shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizo. Dada zangu katika imani, yatupasa kufahamu ya kuwa kila neema anayopewa mja na Allah subhanahu wa ta'ala, iwe katika mambo ya iman au mambo ya kidunia, inahitaji shukrani. Uwezo wa kuonyesha shukrani hiyo yenyewe ni neema nyingine, inahitaji shukrani zaidi, na uwezo wa kuonyesha shukrani hiyo ya pili ni neema nyingine, na inahitaji shukrani nyingine, na kadhalika bila kikomo. Hivyo hatuwezi kuonyesha shukurani kikamilifu kwa neema zote. Dada zangu katika iman, tunashauriwa kadhalika kuwa ni bora kama Waislamu kuanza matendo mema kama vile saumu ya siku sita za Shawwal ni bora kwetu mara baada ya Eidul Fitri, kwani ni aina ya kuharakisha yani matendo mema. Yani bora kwetu sisi kama Waislamu kuharakisha yani kufunga saumu ile ya sita ni bora yani baada ya Eidul Fitr, kwani ni aina ya kuharakisha matendo mema. Hii ni kwa dalili ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Surat Al-Imran aya ya 133, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lilmuttaqin, na kuweni wa mbele katika kutenda mema ili mpate kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mola wenyu mlezi, msamaha ya kufutiwa dhambi zenyu na pepo iliyopana kama upana wa mbingu zote na ardhi, iliyowekwa tayari kwa wacha Mungu. Dada zangu katika imani, ni wajibu kutiania kadhalika ya kufunga usiku kabla ya siku sita za Shawwal, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayitu siyam qabla alfajr fala siyamu lahu, rawahu an-Nasai. Yani yeyote asiyekusudia kufunga kabla ya alfajiri, saumu yake ni batil, yani hana saumu. Haya yamesimuliwa na An-Nasai na kuthibitishwa na Al-Albani. Dada zangu katika imani, miongoni pia mwa fadhila za kufunga siku sita za Shawwal ni kama alivyoeleza katika hadith kama ilivyoelezwa katika hadithi ya Hudhaifa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal-amru bil ma'rufin wan-nahyi 'anil munkar. Yani alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mitihani ya mtu kuhusu familia yake, utajiri wake na jirani yake ni fidia kwa swala, kutoa fidia kwa swala na kufunga na kutoa sadaka na kuamrisha mema na kukataza maovu. Haya yamepokewa na Imam al-Bukhari na ni hadith nambari 525, na kadhalika imepokewa na Imam Muslim na ni hadith nambari 144. Shukran jazila wa barakallahu fikum.